Karibuni roleng. Najoki ntae enda supa. Endejo supa. Araki ijojo epa. Karibuni sana. Na wakaribisha tena hapa. Hapa ni mahali ambapo huwa jifunza lugha yetu ya Kimaasai. Na si lugha peke yake, hata mambo ya desturi na mila na mambo kama hayo. Huwa nazungumza Kimaasai kabisa, hata kile kigumu cha ndani kabisa. Na ukitaka kuona, angalia video zangu hapo chini utaziona. Ni nyingi tu. Nafikiri video ya leo ni kama ya 60. Na nashukuru Mungu maana mtu mwingine anaweza ona kama ni rahisi, lakini si rahisi kwa kweli. Kama ni mara ya kwanza unaangalia, naomba usubscribe na ulike, ili tuweze kwenda mbele pamoja. Kaji tutane rishade dugoya igira ingor, subscribe, ni like begi rumashom dugoya. Enushi ake najoki ndai begi bolote nebo. Niliamua kwamba kwa ombi la wengine wenu kwamba tuweze kuzungumza lugha rahisi ambayo wote tunaweza elewa, na haswa wale hawajui kabisa. Kwa sababu kama haujui kabisa, alafu nije hapa nizungumze tu piwa Kimaasai, hautaweza kushika chochote. Lakini nikikutafsiria kidogo, unaweza elewa. Leo nimekuja nataka tuangalie mambo muhimu sana ambayo lazima kila Mmasai ajue. Kama wewe ni Mmasai, msichana, kijana, mvulana, na labda babako ni Mmasai, mamako ni Mmasai, na kweli hauelewi Kimaasai, basi hapa ndio mahali inastahili uje, ili niweze kukufunza mawili matatu, ili uweze hata wewe kuzungumza, uwe proud ukizungumza lugha yako. Maana mara nyingi wanasema mtu ambaye hajui desturi yake na mila zake, hata Waswahili wanasema mwacha mila ni mtumwa. Kwa hivyo ni vizuri ujaribu kujua Wamasai walitoka wapi, wanapenda nini, wanaishi namna gani. Ni vizuri uweze kujua. Leo nataka kukupatia tu background kidogo, ili uweze kujua ni nini ninastahili kufanya kama Masai. Kama wewe ni kijana ambaye umebalehe, msichana, na uko karibu kuolewa, ni vizuri ujue mambo haya. Kwanza kabisa lazima ujue wewe ni wa clan gani. Ira enyalo gilada. Gilada ndio clan. Unaweza ita mlango pia. Lazima ujue. Maana milango, kuna milango ingine ambayo hawaoani. Kwa hivyo siku hizi unaona vijana wanakutana kule mashuleni, town, wapi, hata waulizani wewe umetoka wapi, babako ni nani, mamako ni nani. Lakini Kimaasai lazima ufanye hiyo, wanaita background check. Ujue huyu mtu ni mtu wa aina gani, ni mtu wa nani, ili usije ukaoa msichana ambaye ni dadako. Ni vizuri ujue, umuulize wewe, era enyalo gilada, wewe ni wa clan gani. Pia ni vizuri ujue umezaliwa na rika gani. Maana kwa mfano msichana wangu mimi hawezi olewa na mtu wa rika yangu. Hiyo haiwezekani katika lugha ama mila na desturi za Kimaasai. Impossible. Kwa hivyo ni vizuri kabla hujaenda kuolewa, uulize yule mtu ambaye anakuoa, yeye ni wa clan gani? Yule msichana ambaye unataka kuoa,
yeye ni wa clan gani, amezaliwa na rika gani, mamake ni wa clan gani. Kwa sababu kwa mfano, msichana ambaye amezaliwa na mama wa clan yangu ambaye ni clan ya karibu, huyo anaweza niita Ngabu. Ndugu ama clan ambao mama yako ametoka, hao wote ni wajomba zako. Ijapokuwa kuna sehemu zingine ambazo za zingine kweli unaweza tolewa ng'ombe ni rainiangashe enkanyit inaruhusiwa, lakini kuna wale ambao wamekaribiana sana ambapo kabisa ni aibu. Kwa hivyo ni vizuri uulize, na clan za Kimasai ni kama Magesen, Elaiser, Irmolelian, Ilda Rosero. Alafu sasa pia zinagawanyika. Huko ndani unapata clan moja kama Armagesen kwa mfano, unapata tena wamejigawa katika clan kama 8 ama na zaidi. So ni vizuri kujua clan za Kimasai ni zipi, ili usije ukafanya makosa kuolewa na ndugu yako ama kuoa ndugu yako ama cousin ama mtu ambaye umemkaribia kwa damu. Maana hiyo kwa Kimasai kabisa haistahili. Kuna pia rika za Kimasai, kera Iseuri, kera Ilnyangusi. Ilnyangusi ni wale kabisa wazee, kwa sababu sidhani sasa kama tuko na Lterito ambao ndio wako mbele ya Ilnyangusi. Wanafuatwa na Iseuri, wanafuatwa na Irkitoip, wanafuatwa na Arkesaruni, wanafuatwa na Armeshugi na Armerisho. Sasa hawa wadogo, ni lazima ujue mambo kama hayo. Baba yangu ni warika gani, ili usije ukaolewa na mzee warika ya baba yako. Lazima niyolo wajo ama baba kolialo poror amu mera na iko bege am orbaya lor poror la baba ilino amu baba ilino. Mzee wa rika ya babako huyo ni babako. Na hayo mambo yalikuwa yanafanywa kwa sababu ya heshima. Wamasai ni watu ambao wanapenda kudumisha heshima sana, haswa ikija katika mambo ya ndoa. Heshima. Lazima ujue unaoa nani, ni wanani, familia ujue. Maana kuna familia ambazo hawaoani, maana wamekaribiana kwa damu. Kwa hivyo lazima ujue kera enkang'iti enemeama. Kuna familia ambazo hawaoani, maana ni familia, ndiyo majina ni tofauti, lakini ukichunguza hiyo familia ni moja. Kwa hivyo lazima ujue wewe, haswa unapoendelea kukua, lazima wewe unajua wewe ni wa clan gani, era enialo gelata. Maana hakuna Masai ambaye hana clan. Hakuna. Sisi wote tuko na clan. Na clan zetu kuna vile tu tumeguzana. Na walitengeneza clan ili waweze kuoana. Na hata nataka kukuambia kwamba hizi clan, historia yao, tunaambiwa hawa watu wanaitwa Ilda Rosero, Irmagesen na Armolelian walikuwa ni vijana wa mama moja. Lakini wakaja, walipokuja kuwa wakubwa, Losero ambayo ndio baba Ilda Rosero akaendelea na akakuwa baba Ilda Rosero. Lorgesen ambayo ndio baba wa Armagesen akaendelea. Lelian ambayo ndio baba wa Irmolelian akaendelea. Kwa hivyo unaona tuko karibu kulingana na historia ambayo tunapewa. Kwa hivyo ni vizuri ufanye check, ujue
Maana hata ukikutana na mzee Masai, ukienda kumsalimia, anakuuliza egi jingai, unamwambia jina lako, unaitwa nani? Unamueleza. Enengai, wanani? Unamueleza jina ya familia yenu. Enenditengai, mama yako ametoka familia gani? Unamueleza. Sasa anajua kama mumehusiana, anajua. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo ni vizuri kujua, na mtujue ya kwamba Wamasai ni watu wa kupenda sana heshima na kushika mila zao, na mila za Kimasai ni nzuri sana, si ngumu, maana sana sana ni adabu, heshima na tabia nzuri. Lazima mtoto aheshimu mtu mkubwa na vice versa, mtu mkubwa pia aheshimu mtu mdogo. Yaani kwa ujumla, kwa Masai kuna mipaka. Kuna mipaka. Kijana hawezi mkaribia dadake, awe ni dada kabisa kutoka kwa tumbo moja, ama baba moja, ama hata wa klani yao. Hawezi. Lazima ajue huyu ni dadangu, hata kama ni wa familia ile ingine, lakini ni wa klani yetu, ni wa klani yangu, na hawezi kumkaribia. Hiyo ilikuwa ni mipaka, na hata sasa iko, na ni lazima tudumishe mambo kama hayo. Tukae kwa adabu, na tujue vile mambo yako, tujue huyu ni nani kwangu. Hayo ni mambo ambayo ni ya muhimu sana tukiyashika. Ukiangalia video ambayo iko hapo chini, niliwaeleza mambo kadhaa kidogo ya kusalimiana na nini. Salamu unaweza jua, kusalimiana, kuamkuana na kujua mambo kadhaa wa kadhaa. Katika video ijayo nitawakuja niwaelezee mambo kama yale mambo ambayo tunakumbana nayo kila siku, zile vitu ambazo ziko kwa nyumba na mambo mengine, ili tuweze kujua. Kwa mfano nyumba enkaji ni vizuri kujua. Zile mambo ambazo zimetukaribia tu ziko ambao tunayatumia kila siku. Kwa hivyo nasema asanti, tuendelee kujifunza. Maabedo kwa yakindengenate, nikiyiolou ena kutuk ang, nikiyiolou orkuak lang. Alafu ninaahidi kwamba nitaendelea tu kuwafundisha, kuwajulisha kadri ya yale hata mimi pia ninajua. Pia endeleeni kuangalia zile video ziko hapo chini, najua zitawafurahisha. Mlike na msubscribe ili tuendelee kukua pamoja. Thank you so much. Asanteni. Ni mimi naitwa Steven Ngosera. Asante sana.